Mtazamaji wa ITV, mpenzi wa kipindi kizuri cha Art and Lifestyle, siku nyingine, wakati mwingine tunakutana hapa ITV Superbrand, na mimi naitwa Neema Kibanda. Tutakuwa na vitu vizuri tukiangalia michoro. Basi hii inaitwa Comic Jamii, lakini mimi napenda kuita michoro gazeti kwa sababu story inakuwa inaendelea hapa na hapa, lakini unaweza kukutana na nyingine imechorwa story ikaishia hapo. Kuna majina kila mmoja anavyofahamu, lakini ni kwa sababu na mtaalamu mwenyewe wa hizi kazi, na alikuwa ana warsha kubwa sana ambao waliifanya kuhusu hii michoro. Alikuwa na watu wangapi, walifanya kitu gani, ilikuwa vipi, kwanza hii michoro ni kitu gani, kwa sababu ni naye hapa styling wa hizi kazi Nathan Mpangala. Yeye ndo ataenda kutuambia kila kitu cha msingi na muhimu sana. Wewe mtazamaji ukae nasi mwanzo mwisho, usituache hapa ITV Superbrand. Mtazamaji, hapa ni naye Nathan Mpangala ambaye yeye ndo mtaalamu wa warsha hiyo. Utatuambia ulikuwa kama nani na ilikuwaje, ulikusanyaje, lakini kwanza kabla ya hapo tuanze hiyo comic ni kitu gani na kwa vipi na mambo mengine kama hivyo. Karibu sana kwenye Art and Lifestyle. Nimemwambia mtazamaji hapa tuna vitu konki sana leo. Sawa, nashukuru sana. Kwanza kwa kukaribisha. Mimi ITV ni nyumbani. Kwa hiyo kibonzo. Kabisa ni nyumbani, na niwashukuru pia ITV kwa kuwa na mchango mkubwa kwenye eneo la sanaa. ITV imefanya kazi kubwa mno kwenye kupromoti sanaa kwa ujumla wake nchini Tanzania. Kwa hiyo ikongole kwa kituo. Basi kabla ya kuendelea, labda ningeelezea nini maana ya comic jamii. Comic jamii ni tawi la comic. Na comic Kiswahili ni komiki, lakini komiki inavyoandikwa. Kiingereza ni comic. Sasa sisi tumelitohoa, kwa hiyo ni comic. Sasa comic maana yake nini kwanza, kabla tujaenda kwenye comic jamii? Comic ni hadithi za michoro. Kwa hiyo kuna mchoraji anachora mchoro, alafu kuna msomaji, hao watu wawili. Sawa. Sasa comic jamii ni nini? Kama nilivyosema kwamba comic jamii ni tawi au tuseme ni mtoto wa comic hii, kwamba kuna mchoraji alafu kuna jamii. Kwa hiyo mchoraji anakwenda kuisimamia jamii. Kwenye jamii, kwa mfano jamii labda sasa ina watu 100,000, anachukua watu 10. Huyu mchoraji anashirikiana na wale watu 10. Wale watu 10 wanachora michoro bila kujalisha kama wana kipaji ama hawana kipaji. Alafu baadaye wanaionyesha kwenye jamii hiyo. Okay. Sasa kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu hii comic ya kawaida ni kwamba kwanza haina ukomo. Inaweza kutoka kwenye magazeti, inaweza kuwa labda ikatoka hata miezi 6, inaweza kuwa rangi, alafu inachorwa na wachoraji, watu ambao tayari wana vipaji hivyo. Na wengine ni wataalamu kabisa, wanatoka kwenye publications tofauti. Lakini comic jamii inavyofanya kazi ni kwamba lazima ufike kwenye jamii fulani. Kwa mfano labda unazungumzia kwa mfano sasa hivi niko Masasi. Pale Masasi tumechukua vijana 10. Hawa vijana 10 wamekuwa trained kujifunza comic jamii, ili mwisho wa siku sasa wao wakatumike kwenye jamii, ili jamii iweze kuchora masuala yanayohusu jamii hiyo na kujielimishia kwenye jamii hiyo. Kwa wale ambao tunawafundisha, sio kwamba mwisho wa siku waje wachore kwenye magazeti, hapana. Waje waende kwenye jamii, wakashirikiana na jamii iweze kuchora kwa ajili ya jamii hiyo. Kwa sasa unaweza kuona tofauti kati ya comic na comic jamii. Kwa hiyo hawa wanachukuliwa wale ambao hawajui kabisa, au angalau wanakuwa na idea ya uchoraji. Kwenye comic jamii iko kidogo tofauti. Kama nilivyosema, kule kwenye comic ya kawaida kule lazima uwe mchoraji, kwamba una kipaji cha kuchora. Lakini kwenye comic jamii, kwa swali lako, manake wale ambao wana vipaji vya kuchora wamepewa vipaumbele. Lakini kuna wengine wanakuwa hawana hivyo, sio kwamba wana vipaji sana vya kuchora, lakini mwisho wa siku wanaweza kuja kuwa wataalamu wa comic jamii. Na ndio maana kule kuna mchoraji, huku kuna mtaalamu. Kule Masasi ambao tunawafundisha, sawa, wana vipaji vya kuchora, lakini unafundishwa utaalamu, kwa sababu mwisho wa siku ukienda kwenye jamii hautochora wewe, utawaguide jamii iweze kuchora kwa ajili ya jamii hiyo. Najaribu kuangalia hapa, kwa nini Masasi? Kwa nini isiwe Dar es Salaam? Kwa nini isiwe Kibaha? Kwa nini isiwe Bagamoyo? Kwa nini Masasi? Kuna ruzuku ilitangazwa. Okay.
hii ruzuku huwa inapitia kwenye kituo cha sanaa kinaitwa Nafasi Art Space, na hiyo ruzuku inatoka kwenye ubalozi wa Uswisi na Norway, inapitia Nafasi Art Space. Wao ndio naratibu kupitia program inaitwa Feel Free. Kwa hiyo kila mwaka huwa wanatoa tangazo watu waweze kuapply, organization ama individuals kwenda kutengeneza watu wengine huko au kufanya aina fulani ya sanaa, wewe jinsi ambavyo unaona wewe ambao unaomba hiyo fund. Kwa mimi niliomba, afu nikasema ngoja nikafanye training upande wa komiki jamii. Afu kwa nini Masasi? Kwa sababu Masasi ni maeneo ambayo ukiangalia kijiografia Tanzania, kwanza hawajawahi kupata hizo aina hizo za training. Nijawahi kufanya utafiti mdogo, hawajawahi. Yani sio komiki, si uchoraji, hawajawahi. Kwa hiyo ikawa ni moja ya kriteria kwamba niende kule. Afu nyingine iko kwenye ile kundi ambalo hizi programs nyingi hazijafika za sanaa, kusema kweli hazijafika. Kwa hiyo Masasi nilikuwa naona kwamba inafanya vizuri sana kwenye uchungaji wa vinyago, vitu kama hivyo, ususi na nini. Kumbe sasa wamepelekewa na wenyewe komiki. Jamii, yes. Komiki jamii iko huko sasa wakifanya vitu vizuri. Lakini komiki komiki ni mitindo yetu ama ni mitindo watu gani, iliingiaje nchini? Uchoraji Tanzania upo miaka na miaka. Wakina tingatinga. Yaani miaka na miaka. Lakini ndio hawa wamekuja ndio komiki. Sasa komiki jamii iliingia miaka 2000 mwanzoni pale kupitia kwa rafiki yetu mmoja anaitwa Leif Packalen. Leif Packalen ni Finland. Kule Finland walikuwa sio kama bado ipo, walikuwa na organization inaitwa World Comics. Hawa World Comics walikuwa wanatoa mafunzo nchi mbalimbali ikiwepo Tanzania. Kwa hiyo kwenye miaka 2000 alikuja na hiyo njia mpya ya mawasiliano katika level ya jamii, akatutrain baadhi ya wachoraji. Bahati mbaya sasa ambao tulikuwa trained hatukuweza kuipushi vya kutosha. Hali ya komiki jamii nchini kwamba matumizi yake bado yako chini sana. Na kwa nini matumizi yako chini sana? Kwa sababu taasisi mbalimbali, hizi taasisi za serikali, NGO na wadau wengine, makampuni hawaifahamu. Sasa wajibu wa wao kufahamu ilikuwa ni sisi ambao tulikuwa trend. Kwa hiyo hapo imetokea kidogo kuna hilo ombwe. Sasa ndio maana nikaona huyu imeshakuwa ni muda mwafaka wa kuanza kuipromoti na kutengeneza vijana wengine ili nao sasa waweze kutumika huko. Badala kutafuta kina Nathan Mpangala kutoka Dar es Salaam, si uende si Kasulu, si uende si Pemba, uende wapi, watengenezwe huko ili waweze kutumika huko kwa budget ambazo zinaweza chini kabisa, na pia nao hiyo sehemu ya vipato. Najua Nathan kwenye michoro hivi comics na nikiangalia ndio maana naita kama gazeti, michoro gazeti na michoro jamii. Story lazima iendelee, itoke sehemu moja kama iende sehemu nyingine, na inawezekana kuna mwingine akawa yeye ni mzuri wa kuandika story hapo hizo, kujaza humo maelezo ma story hivyo, lakini kuna mwingine akawa ni mzuri wa kuchora. Haujakutana na watu wa aina hiyo. Hicho cha kwanza. Cha pili, natamani kuona kwenye huu ubao wetu mipangilio sasa, kwamba niingie darasani nifundishwe kwamba nikitaka kutengeneza michoro hii ya comics nianze vipi. Koniki ndio hizi komiki hivyo, komiki jamii, kwamba hapa natakiwa nianze na nini, ni kichumba hapa ama huyu mtu akae kwenye engo ipi, tuingie darasani kidogo na mtazamaji apate kujua, kwa sababu kuona michoro ya wenzetu wamefanya vizuri, labda kama kuna mchoro wa mtu alifanya vibaya, kama upo unao hapa unaweza ukatuonyesha tukaona kwamba labda, au kanichorea hapa. Kama utaki kumwonyesha mtu aliyekosea, unionyeshe hapa kwamba ukifanya hivi hapa huu mchoro na umeondoka, hauko tena kwenye komiki jamii. Lakini ukikaa hivi huu mchoro uko pamoja. Tuanze na hiyo ya yule mtu ambaye kama yeye anaweza tu kuandika hizo maelezo, story, kuipanga, hajui kuchora. Kwanza niseme tu kwa Masasi ilikuwa ni ngumu kidogo kuwapata kupitia social media. Sababu tangazo litoka kupitia social media. Na pia nilikwenda kwenye maandalizi, nikapita kwenye redio moja kule ya jamii, nikafanya interview, wawili watatu wajitokeza, lakini njia ambayo nilitumia ni kufika kwenye maeneo yao, kwenye vibanda vyao vya kazi. Kwa hiyo kwenye ile tangazo walijitokeza wengine ambao wana uwezo, wengine ambao hawana uwezo. Na kwa sababu lengo lilikuwa ni komiki jamii, tuliconsider wote, kuchukua wale ambao wana uwezo na wengine ambao hawana uwezo, kwa sababu huku mwisho wa siku kwenye komiki jamii sio tu kuwa na kipaji, lakini uweze kumwelekeza mtu
aweze kucommunicate kupitia michoro rahisi, na huyo mtu si lazima awe anajua kuchora. Cha msingi aweze tu hata kama ni watu vijiti, maumbo vijiti inatosha. Aseme ujumbe wake, atoe ujumbe wake, alafu na ile itaenda kupigwa tu fotokopi na kubandikwa kwenye miti, kwenye ofisi za kijiji na maeneo mengine tofauti. Sawa. Kwa hiyo hii ilikuwa haina shida sana, wote walikuwa considered. Na eneo lingine ambalo litupa challenge kidogo ni kwenye gender. Waliotokeza wengi ni wanaume. Mabinti hao ilikuwa ni ngumu kuwapata kwa sababu unafahamu mwenyewe. Inapokuja swala la uchoraji tena kwenye jamii zetu hizi, hapo mtoto wa kike ndio kabisa. Kwa hiyo ibidi tupige kidogo nguvu ya kuwapata, kuwalazimisha na kushawishi wazazi wao na kadhalika. Kwa hiyo walipatikana wote wa aina mbili. Na kwenye ingekuwa ile komiki nyingine ile sasa ile ingelenga hasa ambao wanajua kuchora wenye vipaji. Na swala lako la pili, labda ningeonyesha kidogo tofauti kati ya komiki za kawaida alafu na hizi komiki jamii, ili labda ili mtazamaji pia aweze kupata picha. Ya kwanza kama nilivyosema, hizi komiki za kawaida, tuseme za kawaida, hizi hazina ukomo. Kwa hiyo inaweza ikaanza boksi ya kwanza, kaja boksi ya pili, boksi ya tatu, hazina ukomo, yani zinaendelea tu. Sawa. Na inaweza katoka wiki hii ikaendelea wiki ijayo, si ikaendelea mwezi ujao, story inakuwa ndefu. Kuna mtu alikuja hapa, si akaenda akarudi, si akafanya vitu, hazina ukomo. Na hizi kama nilivyosema, hizi zitachorwa na mchoraji ambaye ana kipaji, afu zinakwenda kwenye jamii, na mara nyingi unakuta zinachapwa kwenye magazeti, kwenye vitabu, siku hizi kwenye mambo ya teknolojia, tena kwenye social media na kwenye vipeperushi huko, posters na kadhalika. Hizi ni komiki, tuseme ni hadithi za kawaida. Sawa. Sasa ukija kwenye komiki jamii, na hapa ndio kwenye eneo langu, kwenye komiki jamii, hizi kama nilivyosema, hizi kunakuwa kuna mchoraji mtaalamu, maana sio tu kujua kuchora. Kwa mfano kama mimi sasa, mimi ni mchoraji lakini mtaalamu wa komiki jamii, kwa sababu sio wachoraji wote wa komiki ni wataalamu wa komiki jamii. Kwa hiyo inatakiwa uwe mchoraji mtaalamu, alafu kuna jamii ambayo watatoka wachache, watachora mchoro kwa ajili ya jamii yenye hiyo. Na hii pia kuna ukomo wa kijiografia, kwamba kama issue unazungumzia let's say Masasi kwa mfano, pale wana masuala yao ya kila siku yanawazunguka. Sasa kwenye komiki jamii huwezi kuchora komiki jamii alafu ikavuka wilaya au mkoa, ikienda sehemu nyingine inakosa ule ukaribu. Yaani sasa wewe kachora nini? Kwa sababu majina ambayo yametumika kule ni ya Kimasasi, ya Kimwela, umeelewa? Sijui mitaa na kila kitu ni kule, maneno ni ya kule. Na ndio maana imeitwa jamii. Kwa hiyo ni jamii ya pale. Sasa jinsi ilivyo hii huwa inakuwa ya kurasa moja, alafu ina maboksi 4 tu. Hatakiwa kuwa matatu wala haitakiwa kuwa pungufu au zaidi. Kwa hiyo ina boksi la kwanza, la pili, la tatu, la 4 na ni ya ukurasa moja tu. Sawa, ukurasa inatakiwa ya ukurasa moja tu. Boksi la kwanza, la pili, la tatu, la 4. Boksi la kwanza inakuwa kwenye hali, tunasemaga hali halisi. Tutaelezea baadaye hali halisi. Alafu uhalisia wa jambo. Uhalisia wa jambo. Sawa. Hapa kuna chanzo. Hapa matokeo ya chanzo. Hapa kuna suluhisho. Sawa. Kwenye Kiingereza alipokuja huyu rafiki Mfinland, alisema wao walitumia maneno yao. Mimi nimejaribu kuyaweka kwenye Kiswahili iwe rahisi communicate na sisi wenyewe. Walisema hapa ni problem. Walitumia problem, hapa akatumia action. Wale ambao tulipata mafunzo watakuwa nakumbuka. Action hapa walisema ni reaction. Sawa, hapa ni solution. Kwa mfano tu niseme mfano ambao uko hai kabisa. Wakati wa mafunzo alikuja mganga mkuu wa wilaya. Alikuwa na kipindi pale, tulikuwa mafunzo wiki ya mwisho tulifanyia Radio Fadhila. Mganga mkuu, daktari. Ni mganga, wanasema mganga mkuu, si daktari mkuu. Kwa alikuja yule, bahati nzuri pia akaja kututembelea. Aliletwa mule kwenye kile chumba. Kufika mule akakuta kuna hadithi za kuhusu masuala ya kofia ngumu.
Kwa hiyo wakati za pikipiki za helmet, na wakati wa mafunzo tukasema kwamba tutafute maeneo mawili tuzungumzie, usafi na masuala ya kofia ngumu. Kwa kuna hadithi za kuhusu kofia ngumu, na tuliwaachia wao wenyewe waende mitaani wakaulize kwa nini abiria na wanaendesha vyombo vya bodaboda hawataki kuvaa kofia ngumu. Sasa kwenye uhalisi, hali halisi ni kwamba hakuna matumizi ya kofia ngumu. Ili mtazamaji aweze kuelewa vizuri tunapangaje, kwamba kwenye hali halisi, kutokana na kutokuwa matumizi, yani watu wengi hatutumizi kofia ngumu, maana yake nini? Maana yake ajali, yani watu wamepoteza maisha wako wa kutosha, siwi viungo, watu wa kutosha, watu wamepoteza mali, kuna wameacha watoto yatima. Sasa hizo zote ni hali, hizo ndio uhalisia. Kwa hiyo kila mtu ana hadithi yake, sawa. Sasa kwenye hizo hali halisi kuna vyanzo vyake, naelewa. Kwa mfano mkuu wa trafiki Masasi alituambia hata hivi vitambaa, kina mama mkivaga madela afu kuna vitambaa vile vile, kuna ajali isha kutokea, kitambaa kilichomoka kikaingia kwenye tairi kikajinyonga, jamaa akaua mkewe. Kwa hiyo hivyo vyote ni vyanzo. Kwa hiyo unapoenda kwenye jamii kujadiliana, kila mwanajamii atakuja na hadithi yake, chanzo chake alichokisikia ama kilichomtokea, alafu na matokeo yake ilikuwa nini, kama alipoteza mguu, kama alinusurika, alafu solution sasa nini kifanyike. Ndio kuchukua hizo tahadhari, kuna kitambaa, vaa kofia ngumu, kitambaa labda kikunje vizuri, vitu kama usiendeshe pikipiki ukiwa umevaa ndala na kadhalika na kadhalika. Hizo kofia ngumu usitumie za ujenzi, elewa, na ifunge kabisa, na pia kisha na kioo, sio kofia ngumu alafu haina kioo, kwa sababu unaweza kuwa umevaa ile afu wadudu wakiingia na kuaje. Sasa hiyo ndio mpangilio. Kwa hiyo faida hizi kwa kijamii ni kwamba unaongea, kwa mfano kama hii tuliwashirikisha wenye watu wa bodaboda, wakawa wanatupana hizo hadithi, alafu tukaenda kuonyesha sokoni pale Masasi, kuna soko kwa kuna baadhi ya michoro, nilikuwa ni sehemu pia mafunzo kwa vijana, namna ambavyo wakienda kwenye jamii watashirikiana nao, alafu mwisho wa siku namna gani ya kwenda kuionyesha. Kwa hiyo chanzo ndio tuvae kofia ngumu hapo. Naona kwenye upa mchoro hapa ameweka vizuri huyu Salumu Mlaponi, tunaanza na hali halisi hapa huyu. Kwa hiyo hapo ukiangalia huu mchoro ni kwamba kama tumeanza tatizo alafu tunaenda kutafuta chanzo chake, tunaenda matokeo, tunatafuta usuluhishi. Kwa hiyo hapa huyu hapa ameanza kwanza kwa nani, uhalisia kaumia, ana gongo lake hapo, naona hapo chini ana ndio gongo lake sio kafungwa kwenye mguu hapa, anaonekana ndio anaondoka zake sasa. Hapo mwendo umekolea hapo, manyuki wadudu tuwaite tu hata manyuki, si ndio? Wameenda kule, wamempalia huko usoni, mbele haoni, kagonga bonge la mti hapa, ajali. Baada ya kuumia hapa ndio anaua, matokeo ya kutovaa kofia ngumu. Sasa siku nyingine afanyeje? Suluhisho likapatikana. Huyo kapiga zake kofia ngumu hapo, naona wale wadudu wanamnyemelea tena, jamaa yuko mwendo bati kweli hapa, safari na njia hapo. Unaona aise, ana huyu jamaa amechora vizuri, Salumu Mlaponi. Salumu yuko kwenye kundi la wale ambao wana vipaji. Sema hakuwahi kupata fursa yote ya mafunzo, kama atazingatia na yale ambayo tumejaribu kuyafanya kwenye wakati wa warsha, miongozo ambayo imepata, kwa sababu tumekutanisha, kwa mfano network imekuwa kubwa, tumekutanisha na mkuu wa wilaya, mganga mkuu, maafisa wa TAKUKURU, TRA, mahakama. Kwa hizo zote ni networks, na pale halmashauri ya mji kwa mfano pia Masasi kwa mkurugenzi. Kwa hizo zote hizo ni network, ni wao namna ya kwanza kujisogeza kwenye hizo taasisi. Kwa hapa Nathan, unajua nimepata picha kama waliwakutanisha pia na mganga mkuu, anaweza kawapa ukuta mmoja mkubwa pale wa hospitali, labda wakasaidiwa kununuliwa vifaa, rangi ama nini vya kuchora kwa ajili ya kuweka matangazo kwenye ule ukuta, labda watu wakiingia kule hospitali labda wavae barakoa, ama wakitoka pia pale wanawe mikono ama na nini, vitu kama hivyo. Unaona inaweza kaa nani inalipa kidogo, ama inaweza kawa shida kwako? Swali lako hata mimi niliwauza wachoraji, nikawapa assignment kwenye fezi ya pili kwamba kila mchoraji aeleze
nini kimemkwamisha mpaka leo hii yupo vile. Kila mtu akaja na hadithi yake yenye mfumo wa komiki jamii. Kwenye solution sasa ndio najibu sasa swali lako. Kwenye solution mchoraji mmoja alisemaje, wachoraji Masasi naamini na kwingineko ni kama wametengwa. Inapotoka hizi shughuli za kiwilaya kwa mfano ama za kimkoa kwa Mtwara kwa mfano, wanachokiamini wao, especially mchoraji mmoja anaitwa Nasoro alisema, ukienda kwenye hizo event unakuta watu wa music, unakuta hizi ngoma na sanaa zingine, lakini michoro huikuti, kwa maana wachoraji wakuti. Sasa moja ya solution ambazo mchoraji huyo alisema, washirikisho kwenye matukio ambayo anajaza watu, wakati pale juu kuna mwanamuziki, pembeni kwenye miti, kwenye majengo, kuna hii michoro. Kwa hiyo kama kuna issue let's say ya usafi, siku ya usafi wa mazingira ya siku fulani, na labda serikali ama taasisi fulani ina jambo lake, imekusanya watu, ukiacha ngoma na nini, basi kwenye zile kuta, miti na nini, watafuta wachoraji ambao sasa tayari ni wataalamu waweze kuandaa michoro kwa ajili ya hizo events. Sio vibaya, kwa mfano ukienda kuzungumzia masuala ya let's say masuala ya mimba mashuleni, kwa mfano mimba za utotoni, sio vibaya kwenye shughuli kama hizo ukaambatana na maafisa ustawi wa jamii, ili kwenye solution wanaweza kawa naona wanatupia neno, hasa kama jamii inakuwa inakwama namna ya kuchomoka kwenye solution. Ukienda kuzungumzia masuala let's say ya wanyamapori, sio vibaya kuambatana na mtaalamu wa wanyamapori. Wakati wewe artist, wewe mtaalamu wa komiki jamii, utakuwa unaongoza wale kwenye hizo box 4. Kwa mfano mimi ukiniambia sasa hivi nichore mchoro siku ukaonyesha Kigoma, inakuwa ni ngumu, kwa sababu hata Kigoma nimefika muda mrefu. Kwa wakati mwingine ni vizuri kuwa na michoro ifanane na mazingira uliopo ya. Kwa hiyo kwa watu tunapata uhalisia. Okay. Yes. Wow, unafikiri malengo kuna tarajia nini umefikia kwenye kile ulichokitarajia, kimefanikiwa? Sio 100%. Kwa mfano idadi ya washiriki wote wameweza kushiriki siku zote. Ilikuwa ni program ina siku 36 kwa nyumbani, alafu na siku 15 tukiwa pamoja. Kwa wameshiriki vizuri kabisa. Na kingine ni kwamba swala agenda walikuwa 6 kwa 4. Hilo pia tunaweza kusema tumefikia. Kwenye kujifunza sasa, hapo ndio wanapoachana. Kuna wengine unaona kabisa sasa wanatakiwa kwenda kwenye stage nyingine, kuna wengine wanahitaji kidogo jitihada. Kwa hiyo kuweka kwa percent, unaweza kusema kwenye asilimia kama 40 hawa wanaweza kwenda kwenye mafunzo mengine ya juu kidogo, alafu hawa bado wanahitajika kuwa pushed, kusogezwa, wasogee juu. Kwa hiyo hawa ambao wako hapa juu, hatua ambayo sasa hivi ni muhimu sana kwao kufanyika ni kutumika. Na mimi nitoe tu rai kwa serikali ya wilaya, taasisi ambazo ziko wilayani Masasi na wadau wengine wa maendeleo, wawatumie hawa, yaani kwa sababu washapata hiyo knowledge, wawatumie kwenye shughuli zao za kuelimisha umma kwenye mambo yao. Manake nini? Manake ni kwamba wataendelea kuwajenga, especially hawa 40%, wataendelea kuwapa ile uwezo, nasema nini, confidence, na ile sasa kwamba wanaweza okay, tunaweza sasa tukashiriki taratibu, mwisho wa siku wanakuja kuwa full experts kwenye eneo hili hapa. Kwa hiyo nikiweka kwenye makundi naweza nikaweka katika sura hiyo. Na wao wenyewe wasijitenge, Nathan, kwa sababu kila kitu maujuzi mmeshawafundisha uchulio, na mmewapa kabisa confidence zote, mmewapa ile kwamba usiogope, nenda kasimame kwa kujiamini, fanya hivi, wachore. Mimi naamini wakichora picha zao nzuri ama wakatengeneza ili komiki jamii nzuri, kwa mfano kwenye mikutano wanaenda, si ndio? Wanaweza wakaenda na bango lao zuri limechora picha nzuri yenye ujumbe mzuri pale, baadaye ya kubeba mabango ambayo wanaweza kawa na maneno sio mazuri, wanaenda wanashika bango lao zuri lenye hiyo michoro hivi, yani kila mmoja unajua anafurahia na maneno yameandikwa. Mimi naamini watafanya vizuri sana. Lakini nyinyi kama walimu, wakufunzi, makonki kila kitu mmeshamaliza nyinyi, si ndio? Mmeshawaelekeza na mmewapa mbinu zote, naamini watafanya vizuri. Cha msingi na muhimu, mimi niombe kwa niaba yao muendelee kuwafuatilia, msiwaache peke yao, yani muwe mnawafuatilia mara kwa mara, vipi mko, vipi mnaendelea. Ikiwezekana hata matukio ya kule kidogo muwe mnasaidia kuyasikilizia, hata kama mko mbali myasikilizie, afu mwashtue, bwana kuna hiki huku. Inawezekana TV kule pia shida ama magazeti nini, lakini nyinyi huku mjini mnaona vitu,
fursa zinatokea huko Mbinga wapi, unaziona ukiwa Dar es Salaam, si ndio? Labda mwenyewe aliyoko kule hajaona, wewe huku umeona. Si mmoja kule anaenda anafanya kazi hizo. Nathan, msiwaache hivi hivi, mwasaidie kuwakimbiza kidogo, wanaweza akafanya vizuri zaidi kuliko vile mlivyotarajia. Na mimi nakushukuru sana kwenye Art and Lifestyle, tumekuwa pamoja hapa mwanzo mwisho. Mtazamaji wa ITV nilimwambia asituache, huyu ndio mzee wa kibonzo Nathan Mpangala pale. Tumeweza kumuona hapa leo akiwa na mambo mazuri kabisa. Komiki jamii ndio hapa tumeiona, komiki yetu ya maana kabisa. Tumeangalia mwisho wa siku solution inatakiwa kwa vipi, picha ni nyingi. Zaidi mtazamaji mpenzi wa kipindi hiki kizuri cha Art and Lifestyle, usio natuacha hata kidogo, kwa sababu kila wakati tunakuja na vitu vingine tofauti. Ulivyoviona wiki iliyopita sicho utakachokiona leo, sicho utakachokiona wiki ijayo. Muhimu sana ni wewe kuona tufuatilia hapa ITV Super Brand, kwa sababu tuna vitu vingi. Naitwa Neema Kibanda, na kushukuru sana kwa sababu huku tuacha. Endelea kuangalia vipindi vingine vinavyoendelea hapa ITV Super Brand. Kwa heri kwa sasa, tukutane tena wiki ijayo. ITV Super Brand Afrika Mashariki.